nimekumisi sana. Au nishinde mimi? Yaani nimekumisi mpaka nimekumisi tena. Lakini naweza nikasema mimi nipo hapa kwa ajili ya wale watu ambao ni muda mrefu sana hawajapata kitu chochote kinachotoka kwetu. Si ndio eh? Na leo inabidi wapate kitu kitamu na cha moto zaidi. Sancho Pro, najua kwamba ni mara chache naweza nikawa kimya, lakini msimu huu nimekuwa kimya kwa muda mrefu sana, lakini ni kwa sababu ya vitu ambavyo vipo nje ya uwezo wangu. So leo nimerudi tena, lakini nimerudi na kungwi. Nimemaanisha kwamba kuna vitu vingi sana nimevipanga, na hii elimu kubwa naileta kwenu. Tutakuja kugundua vitu vingi sana. Kama ulikuwa unafikiria nimekutupa, sijakutupa. Kungwi, nadhani pia wamekumisi. Kuna vitu vingi sana wamemisi kuvisikia kutoka kwako. Kabisa. Si ndio? Sasa leo tuna chakula gani cha kuwapa watu ambao shauku yao ni kuona tumekuja na kitu gani? Kwanza leo wanatakiwa kuwa makini sana. Masikio yao, macho yao yawe lele kuona hichi ambacho kinajiri leo. Okay. Labda tusiwachoshe. Kuna kitu ambacho kinaweza kikawa ni kidogo sana kwenye mahusiano, lakini ni kitu ambacho ni kikubwa mno katika ulimwengu wa mapenzi. Si ndio? Mara nyingi naona kuna vitu ambavyo watu wanapenda sana kuvizingatia. Lakini sawa, hiki kitu ambacho leo tumekuja nacho, huenda wao hawategemei wala hawatarajii. Unazungumziaje miguno hasa kwenye swala zima la kufanya mapenzi? Somo zuri. Hichi kitu watu wanatakiwa kufahamu sana. Hususani pia wanaume wanatakiwa kufahamu na kuzingatia sana kitu hichi. Unajua hakuna kitu kinatia hamasa kwenye mapenzi kama miguno. Unajua sisi wanawake tunapomsikia mwanaume wetu ameguna, tunapokuwa kwenye swala zima la mapenzi, huwa tunaamini kuwa mwanaume anajisikia raha na tumemfikisha. Na kuna aina fulani hivi ya raha mwanamke unakuwa unaisikia kumsikia mwanaume wako akiwa anatoa ile miguno. Na of course hata mwanamke pia, miguno ni kitu ambacho kinaleta utamu na kuzidisha hamasa na hisia kwenye tendo. Wapo ambao wana acting. Nawezaje kujua kwamba huyu ana acting, anatoa miguno ya uongo na huyu anatoa miguno ya kweli? Au ni kitu gani ambacho kinaweza kunifanya mimi nione kwamba hiki ni yes au hiki ni no? Au ni kitu ambacho kimejitenga tofauti na mahaba halisi? Yaani iko hivi, miguno ni automatic kabisa. Unajua kwanza mapenzi sio vita wala sio vurugu. Umeshanielewa eh? Kama utakuwa umeingiliana na huyo mhusika wako, kile papu umemshika kikili tayari ipo ndani, akitoa miguno pale kuna mawili, aidha anaumia au anajaribu tu kukufurahisha wewe. Lakini kuna yale mapenzi ya taratibu, yani mnaanza taratibu. Pale miguno huwa inaanza kujitokeza taratibu mpaka mwisho wa siku mnajisahau kama nje kuna watu wengine, au kama nje yani mnahisi kama mko kwenye ulimwengu wa pekee. Okay, kwa hiyo miguno kwenye jambo la kufanya mapenzi ina faida kubwa sana. No. Je, ni kwa yule ambaye mwanamke hawezi kutoa miguno, kwa sababu sasa mtu anaweza kufanya mapenzi na mtu lakini miguno isiwepo, huyu mtu anakuwa haenjoy, asikii raha, au kuna namna gani ambayo yeye anakuwa anafeel? Yaani kwanza bro, nikwambie kitu kimoja. Kama una demu na unajitahidi sana kumpelekea moto na hatoi miguno, si nisemeje, ila kile kitu lazima utoe miguno. Nimekwambia hiyo ni automatic. Iwe isiwe, hata uweje, kuna namna tu na kuna sehemu ukifika lazima hiyo miguno utoke.
Sawa. Na labda niulize kitu kimoja. Miguno ipo special uume unapokuwa tayari uko ndani, au miguno inakuwaga inatoka hata kama bado hamjafikia kulifanya hilo tendo? Mara nyingi miguno huwa inaanza pale ambapo mnaandaana. Pale ambapo mnaanza kuandaana ndipo miguno inaanza kutokea, mpaka inapofika mahali tayari wote mmeshafikia kwenye ile level ambayo chochote na muda wowote kitu chochote kinaweza kikatokea. Mimi nifurahi kwa sababu wewe ulikuwa uko radhi kunivumilia na kutaka kugundua kitu gani ambacho Sancho Pro amekuja nacho. Lakini nimekuja hapa nikiwa na kungwi ambaye amejipanga vizuri sana. Lakini sitamani nikuchoshe. Tumezungumzia swala zima la miguno na kuna elimu fupi tu ambayo nimeiandaa kwenye hilo swala la miguno. Natamani nikupe ili uweze kunisikia. Si ndio? Kuna faida nyingi sana kungwi. Ndipo upo tayari niwape hizo faida? Si ndio? Kuna faida nyingi sana ambazo nimekuandalia. Kutoa miguno wakati wa kufanya mapenzi ni jambo la kawaida kwa watu wengi, ingawa si kila mtu hufanya hivyo. Miguno inaweza kuwa faida zifuatazo. Si ndio? Anakuja anasema kwamba huonyesha kwa mtu anahisi raha zaidi, anafurahi kwa kile kitu ambacho yeye anakifanya. Yes, ana feel. Lakini pia ameenda mbali kusema kwamba miguno na kutumia maneno, kuna maneno like baby, hapo unaweza kuona kama kuna vitu ambavyo vinajaa kwenye kichwa cha mwanaume. Hasa wanapenda sana kusikia mwanamke akiwa ana feel na kumwambia baby, hapo inatosha, like hivyo, si ndio? Yeah. Okay. Lakini akaenda mbali zaidi akasema kwamba kuna umuhimu mwingine wa kujua sasa kwamba mwanamke wangu sasa hivi amefika na hapa hajafika, lakini pia hajawaacha wale ambao hawatoi miguno. Lakini tendo zuri na tamu ni lile la kutoa miguno. Yaani hakuna kitu ambacho kinasisimua, hakuna kitu ambacho kinachanganya kama miguno. Hatuwezi kufanya mapenzi, hawa wanyama wenyewe nasikia wanatoa miguno. Okay, mimi naomba tuwape homework. Sawa, tuwape homework hii waishi nayo, lakini tunaweza tukawaweka attention pia na somo lijalo. Yeah, inaweza kawa. Au tufanye tu washangae watuone tu tumekuja the way tena, au tuwape madi kama kuna mtu ambaye anaweza kuweka comment yake pale azungumzie kitu gani anataka kukisikia. Yeah, yani kuachia homework ni jambo la msingi sana. Ili wajue kabisa kipindi kijacho somo linalofuata ni somo fulani sipaswi kukosa. Okay, labda mwambie asikie basi awe attention. Yeah, somo ambalo linafuata kwa kipindi kijacho hutakiwi kukosa hata kidogo, kwa sababu ni kitamu na ni kizuri mno. We kaka, nadili sana na wakaka kwenye kipindi changu kijacho. Bro, kama una sex na mwanamke na haujawahi kumuona mwanamke wako hata siku moja, akakunja vidole ama miguu, yani akajifinya, kuna namna fulani hivi mwanamke unakuta miguu yake, yani sijui niwekeje. Oh. Ni kama lakini sawa. Tuishie hapo kwa leo. Yeah, hii ni Sancho Pro. Ni kuombe jambo moja tu, unaweza kusubscribe hapo, kulike na kucomment. Hebu comment hiki kitu. Je, wewe mwanaume, kitu gani una feel sana kutoka kwa mpenzi wako wakati wa kufanya mapenzi? Ama unahisi kitu gani? Ulishawahi kugundua pia kwamba huyu anatoa miguno kuniigizia? Na kama ulishawahi kukisikia hiko kitu, basi usiogope, dondosha comment yako hapo
kungwi atapita nayo. Next time tutayajibu hayo maswali kama una chochote ambacho unataka kukiuliza. Mitandao ya kijamii, Facebook, kuna watu ambao wanatamani kufuatilia. Yes, Facebook natumia Aisha Kipande, ni Facebook yangu official kabisa kwa ajili ya mambo yangu ya ndani mno. TikTok natumia kama Aisha Address, ndo jina ambalo natumia TikTok. Hiyo ndo mitandao yangu pendwa na mitandao ambayo naitumia. Asanteni na karibuni pia kutazama. Sawa, Sancho JR Facebook. Nenda kanifollow pale, twende sote. Lakini pia TikTok natumia Sancho JR. Sina mbwembwe nyingi sana. YouTube Sancho Pro, subscribe pale, ongeza comment yako na like. Lakini pia usisahau kusubscribe Sancho Media. Huko ni YouTube, kuna vitu vingi sana utakutana navyo huko. So, nyuma ya kamera ni DOP Nivan. Yeye ndo anafanya kitu kinakuwa bomba sana. Sikufichi, utamu upo. Niombe radhi, lakini support yenu ni muhimu sana. Au sio?